13 chomotienyo gatatu mwako yega gwechibino mungibere netano ono mogose 2026 ichuma asinchera ya bene chinsenye igoro na igikimanyero kya benenga nchakitogoso asemesa ayen soko TV murubiri netrobini tokwandra mange ali arengete ensemo yege siasa ali akarekandire ayago chikokorekana yagenete kokorekana imena isko yensane asege siasa na igatogo chikokwandra mange litkorero abo igona mange tokorekana manga akarekandire na nigatogo kunyakwandra onsi esenchera ere yabene sisegi chigandete asenseria ya Iran na bono igo nigense ya Kenya gendete kwaro kyoboba inga amabuta na chikaba kako kea ayonsi ndochikoba to kunyarigira senchira ayowe 10 point agenda yabako bagego dukubwa wiki yiga amono moraibwense wekiranaga ali esegi karibe kentu amono moraibwe kamakereja ODM Oburu Odinga oyibo igo Romo Senator we county ya Siaya bakaba kwana mangina nigo mbale bali bakonyemera 10 point agenda yekora unere Edwin Sifuna uri kurukwago se Elinda amwananchi igabo babo win nobare gari ya Godfrey Ososi nobare garia kati y'abarayibanda bange buno mubunge wense mwibunge ya kitutu cha South Anthony Kibagendi nabo bonse bagesokya na gupinga borogo senago kwikire boro chinkwana acha 10 point agenda na bati abanga nchikere temaro ali arengereti igwikiranibwa ayosi tuwe kunya kwanda senchi ya bene kuchiro kwanda National Infrastructure Fund yabakogo sene bwakurwa ebili nabonega igere law senchi ya bene yo konyere serikali nyora kibesa chinyinge chikunyara kwendelia imiroberia ya magendere mense ya Kenya no sokonya gati yechishia asechi company au chense mense ya Kenya gati yawe company area ya Kenya pipeline company nabige company area ya mangana ya obmawasiriane mense ya Kenya company area ya Safaricom gati yebintu binde binge ama tukabanga gose yikirega basaye barakara bagotumeka obe aso ogochia kobugo tawara chinibo au chiabanto anega korokeria korokereta sensemo ya Kisumu mega yabasaye batamaneka ini baswana gotagore nyombe ya moyo mubogani ya irungu nyakero yore garingo muringo muri kemonne kare asa serikali ya mayagano nigo tokomoni gwe senchira benenga ekimeno kyabasubati mense ya Kenya Women Premier League nigo bona basubati women ne byugo se chiligi echo bago se ligi yo bakirane senchira ya monga mbari gotugete kose naende bino bine byonse birimo tu mense ya Kenya onye ekombekere yenko mense ya Kenya FKF ngirigo chikobage ikwana barabigo bateringa bari kira maruba mange ukese kombekere FKF wikani amaganya yabo kwene wikira bonega ekomeja FKF ngiye ko bayi chibu ndelyo sire bona igo basubati yabo bakora uri club keria ya Kenya Police tubate club keria Orange Stars tubate club keria Agia City Queens tubate club buna keria Agia Kibera Soccer Queens tubate club keria Kia Gideon abo Kisped Queens bonsi mwachi bwale bakira na mona igo bago chigo tebanga go chakre weekend yega bego sori ende yonsana nigo esenchera ere ya bene mwachi morelia nigo togo tomengwara gochia asenka ya Kalimiboro Ondabu mwancho morelia ano omotitrelie giata we club gia Shabana FC goro sagero rwa Tikaro di branch gose TRB yoro sagero batebo ko orone kegima ime ANC ya Kenya asaba titrelie we club kere gia Shabana na niga taka osrogi mabwa yiki eria eta mega ayoko kwa nyombe ya sare okara obwagachi tisamo chama chako sinkobe kwa tumokali tukolera mega ya mashabiki ya club kiria gia Shabana FC goro sagero rwa Tikaro di branch kuru mucho Nairobi ganda mbaka gusiga tukolera ko murusie senke ndu na komoira mboka inka yabo bakararo nabone gabwa kiyo no bale mwanchi boyole naniga bawo chikumobeka gotumoka Calvin Borro Ondabu esenchera ere ya bene no ega sengia sana amashabiki ya yu Tikaro di branch bakara na Moriasi gati ya bande buno OCPD musubati Younes gati ya barayibande balibeke na galia elyo kone kinga Ondabu oyure gati yabo oyorenge member ya TRB gutugutware esenchera ya bene na nigo takotebanga nyasaye tiga habeke nkora ya sagia hese yosekera agoche kabako tutuklero esemeria ya nyachaki nyamache yue SNC gose SNC ya tukia mwana imeye county area ya Kisii yue kutoka sehemu ya bunge yao basi na nigotogote basi nchera area ya bene ngora yaitwa na kurosema se chikosori na bayangongo na inche Daniel Omwaga gochie senka ya Calvin Bororo Ondabu byo kurogoro tinde kurero sama shabiki ya TRB abereka bakana asobonge na koranga omosa olinko yagwa resiko erengia tochiko kwandra mange litwale tochiko kubunyamasi boito ase engana ya political state in Kenya ne nge siasa ngakige kiremense ya Kenya tokwana mangana ya National Infrastructure Fund tokwana mangana ayoroche gose ya mangana aye damage cyaba tiko korekana mega ya embure nyingo primo yo mucho Nairobi nabo igoto tiko kwana nkibente ko korekana hide gokonya omucho Nairobi mwancho mwele tokwana mangana ya basaye goswana emibango ya barai nabo igoto tiko kwana mangana ya 10 point agenda inego sebe kwikana nyoranga Isaac Otieno uyu manekene mona MC Omolo no ari me studio wega na yo chitoro kwanera asenchera area ya bene nabo igo onchario yeyo uyinere omurai bye kyombekeria Agia Center for Africa Research CAP nabo muri mangane siasa bonse nabali megega tuchiko kwandra amangana mange kyanda ge komi ime yetrobini asenchera area ya bene emambe ya bone getro
Robini ya Chakire na yari motwe ngati yari inkwariganireti ya senchera iri yo gwikiranu. Karibu naende mwanchumuliria tochake Robini asenchera ere ya bene igono nigo moseneta kwe county ya Nyamira arokiro gotagokiwa kwaye mega yekiombekeria agia financial local requirement gotuguterware na asengenchonga ni kubatira nubo kurumyo bonene ase county ya Nyamira amone county ya Kajiado gokwana korwa ase ebunga ya senete okongo mogeni ni gatebire nk'abakurumi bonse bari bwaterente no gukuruma kibesa aciye kiombekio ikicaboneta gutumika asoko kora magendo reme ya county ya Nyamira yobanta kuri ngoli gwana kwirura getambokero okiaigoro mono tengo tora renkwana ya yemo seneta abwe county ya Nyamira Okengo Omogeni to introduce what we are calling citizens accountability audits, Mr. Speaker. You know, I've stated here, Mr. Speaker, how sad me and many residents of the county government of the county of Nyamira are because we are standing at the risk, Mr. Speaker, of losing FLOCA money because of poor management of those funds by the executive in the county government of Nyamira. So I'm a bit impressed by this attempt in Article 32 that points towards giving the people of Kenya some window of pushing for audit on some of some of the areas where it is evident that public money has been misused. Now, Mr. Speaker, can you imagine the CS Treasury wrote a letter to EACC in October last year asking them to go and conduct some investigations on the usage of FLOCA money in the county government of Nyamira. As we are speaking today, Mr. Speaker, you saw the embarrassment I went through when we were at the retreat in Naivasha. Peter, who is in charge of FLOCA money, was pointing at me and saying, your account, you in Nyamira, we have closed the accounts. Mr. Speaker, I don't manage resources in Nyamira, Mr. Speaker. If anything, after that, I went to plead with Peter and urged him to push EACC to go after the people who have stolen that money, but have sympathy on the people of Nyamira by allowing funds to go, but we go after the criminals, Mr. Speaker. Because when you have a blanket suspension of disbursement of money to Nyamira, Mr. Speaker, the governor is smiling. You know, I told Peter, please knock on the doors of EACC or DCI. They go for that one human being who has stolen that money from the people of Nyamira. But the poor women, Mr. Speaker, who need to be supported by FLOCA should get the money. And I had a sitting with Peter, and they assured me that maybe by end of this month or early March. Na wonega mwanchumuliria nigo umurikyo mone ase wizara y'oburendi waime Raymond Omoro ararirenga emeroberio yogochigokora emeroberio bose umuyega umadaraka de negenderete asenchera erengiya hanene ekera aikirana asensemeria wajiri ase umuyega umadaraka de ochigokora kana asegesero kirikya wajere Omoro ningaterenge serikali nigo yana kirina gokora emeroberio ngo enrere senchera yabene na wikira kitari kemerongebere ekera umuyega achigokora kana nigo emeroberio yonse yogochikobakirana anene asensemo yobosombi ibwense amono obwembeo na bigo nesemero beriende bunegetie kikobake kwikirana kere senchera eringiya Omolo nigarenge amona barayibande hagati yabo omuwaziri bose omo PS tomanyekene ebuno murike mone asensemeria ya yoborendi bwayimegose borendi obonene Patrick Mariru na bigo hagati yabo county commissioner na bigo mokonyi bo mugavana ase county awajiri onyumekene na Ahmed Muhammad Abdi abonse bayikirana gotebanga serikali nigabekire miroberi remete ngukwene kinga muroberi yo madaraka day yogo korekana senchera ere yabena somore bwense ageriwe chikana somo yego yo madaraka day ojo korekana asense moya wajere asentunda entangani kegima. Okay, so good morning. We are here in Wajir County with my PS colleagues, the PS in charge of defense, PS Patrick, and PS Aviation, PS Terry.
We also have the DG, the Deputy Governor for Wajir County. We have the Regional Commissioner and his Regional Security and Intelligence team, the County Commissioner together with his Security and Intelligence team. We have the team from the County Government of Wajir, as well as the team from Kenya Airports Authority led by the acting MD. Our mission today was to assess 3 critical facilities as we prepare for the next Madaraka Day celebrations, which will be hosted here in Wajir County. So first, we were looking at the progress with regards to the expansion and rehabilitation of the Wajir International Airport. There is quite a lot of work that is expected to be done as part of that expansion process. There is the terminal building, the taxiway, as well as the runway that we are going to work on with the expectation that eventually there will be a separation from what is happening on the military side as well as the civilian side to facilitate and ease in transport into and out of Wajir International Airport. Number 2, we have also had the opportunity to visit the stadium, which is under construction. Now this stadium, the President was here a few weeks ago where he launched its construction. We are currently at 10%. We expect that we will achieve completion or substantial completion by the first week of May of this year as we get ready for the Madaraka Day celebrations. And then we are also here to look at the County Commissioner's residence. We will need to do a bit of facelift so that then it will be the space where His Excellency the President will host the luncheon on Madaraka Day. Beyond that, there are a number of amenities that we will also improve. The access roads, the street lightings, the power connection, as well as water supply and access. And we want to, at this first instance, let the people of Wajir, the people of Northeastern region and the whole country to know that we are committed to ensuring that we have a successful Madaraka Day in Wajir, just like it has happened across the country since the administration of President Ruto came into office. So thank you. I will invite my colleague, PS Defense, and also PS Aviation to each say a word, and then the Deputy Governor will close it, having or being the host for this county. I want to give the commitment that from the Minister of Roads and Transport through KAA, and of course my colleague PS is here, we are going to deliver this project. The 3 or 4 components the PS has spoken about, we are ready, and we'll be working together to ensure that we finish the project within the time we expected to finish. The airport is very important, and especially for that day, because we expect a lot of Kenyans to be here for Madaraka Day, and we are ready, and we have the resources, we have both people and all what is required for this project. So thank you very much. Has said, for the Ministry of Defense, we are supervising the work at the stadium, and just as we had indicated the last month, is that we shall deliver the project by mid-May. When we were breaking ground, it didn't look like it was possible. I'm sure even you journalists, when you have gone there today, you have seen there is substantial work. We are doing 24 hours shift, so then we are able to do during the day and at night. But just to assure the people of Wajir, this region and the country, that the stadium will be ready for 1st of June. The stadium is already employing over 400 people every day, so it's also a good thing for this region. And also we will be working together with the 2 colleague PSs for the two other projects as Ministry of Defense, just to make sure that all these projects are moving together to deliver within the time
that we have been given by the Commander-in-Chief. Thank you very much. PSS, Omolo, Patrick, Terry, and your team from the national government. We really and profusely appreciate the national government for making this tremendous improvement in terms of facilities in Wajir County. We don't take for granted that we are hosting, number one, Hechi, the President of Kenya, in Wajir County by 1st of June this year. And it's historic, it's monumental, it's quite beneficial to us in more ways than one. So to the extent that that is happening in Wajir County, we really appreciate the national government. We equally appreciate the fact that these are not projects, standalone projects. They are coming with other benefits as well in terms of street lighting, in terms of power. As you know, Wajir has serious challenges with power, and we need an upgrade of this pretty soon. It was one of the pledges by the president when he came here to launch the Nyota program. We equally request the follow-up of that, so that by the time it was to be done, something was to be done by, I think, during the month of Ramadan. I believe that is still in the pipeline. I request that that be followed honestly by the team here, the PSS who are here. So tunashukuru sana serikali kuu for miradi zote hizi ambazo zitaendelea na kujengwa hapa Wajir County. Kwa hayo maneno, you are hosts here today, and everything that the county government is required to do, we are there to support. Primarily community engagements. This is where we come in. We may not plow in the money, but you will engage the community certainly, especially where community engagements are needed. People need to be moved. Na togotikana na yumo nchumuria tusikemo twasebono mubunge wensemo yebunge ya Kipipile yego toka ime county na Narua Musubati Mwiya Wanjiku nigo aisoki na kwikebore gitambukiro ogia serikali yokorekana akonya bintu a hime ye serikali nigo kokwana kurwa asama gachamana aye senate yose yebunge nigo aktebire buna okonya higati ye company buna Safaricom amo oneria KP Kenya Ports nigo here maminche eri chiko sateberinga serikali bono nigeganiti kwanya kiregento ogwikirania magania ya manyane kwende tari magania ba Kenya na asarokiro wabwa yenga ba Kenya nigo bachiba ba otigara no musigo oromonne yango to arin kwana ya yo Musubati Wanjiku korwa asa magacha manne yebunge. It is saying that they'll be earning the 40 billion upfront, this confirming us from the committee report that in the next 6 years or so there will be no dividends for the government of Kenya. And that notwithstanding, Honorable Speaker, statistically speaking, we are informed that at 35% ownership, the Kenyan government earn approximately 15 billion as dividends. Considering there is no infrastructure project that you can do in a year or two, it obviously means that then the 15 billion can still be ring-fenced, and the 15 billion can be used for the next 3 years, which will be equal to 45 billion to make any infrastructure that the government may endeavor. Number two, Honorable Speaker, we are not being informed which specific projects that the government intend to do. I believe it could have been itemized that we need the Kenya airport, the airport, we need maybe road A, we need maybe the gas or electricity at cost A, B, C, D, and we are looking for 500 billion or so. That would have informed the Kenyans to choose if we do away with the Safaricom shares from the government ownership, or there is no emergency of the said infrastructure. The emergency that is indicated in this sale, to an extent of confirming that this shall happen by 1st of April, clearly shows that only an emergency can dictate this. Honorable Speaker, further, the government of Kenya, we have not been informed by the government of Kenya through Treasury or this committee that the projects that shall happen after this sale shall raise same revenue as to what the Safaricom dividends or the growth has been happening. Honorable Speaker, further,
the dividends that will be paid by the majority. And please note, Wanjiko, as you go on, that everybody are given an opportunity will speak for 5 minutes. Thank you, Honorable Speaker. Thank you, Honorable Speaker. Well guided. Honorable Speaker, the dividends that will be paid will be going outside our country. This obviously means that the profit that Safaricom has been making is generated by Kenyans, the businessmen and women who wake up very early in the M-Pesa shops, which M-Pesa points are close to 2 million. That means they have already employed like 2 million people. The 2 million are also renting the Vibada or the shops. That means again 2 million shops or landlord. And Honorable Speaker, by the word of saying that the Safaricom shares would be sold, or this share ownership of the government will be sold by 1st of April, leaves no doubt that the government is only looking at a temporary solution, which obviously beats the logic that a whole government machinery could be so desperate to look for only 40 billion. Honorable Speaker, the emergency that is indicated on this transaction is also showing us that clearly there is mystery, and in my own opinion, I now conclude that surely the journey to Singapore was meant to be physically a physical journey. Hence the government is selling everything because there is nothing to live in this country. And the government na tugusika mutu mwanchumwereria bono nigo mwaziri wa wizara ya masomo imensi ya Kenya gusichisemi Migos Ogamba hatebire buna serikali ngere bitambuke bibwendete eri gutinye birengo obyekisemi imeyense ya Kenya gukwana korwa skuli ya mura ya Kapsabet ase egikaro gya korekana ntekia abarki bakarebe skulu eyo ataka bago chia kobaro tutana kobarra abarki babali baro skulu eyo esichinga kechi ekaro kentru mura ebwense Dr. William Samoruto nigo gamba adakere kubagi keboro mwa banne bali abako batanga aboroki bakura kwerikia ase amatemwa manne ase kali ngachi baza cha amatemwa manne go chigwa kanu ane serikali nigo ogamba ngatere ngabali barachikubwato nigo barachikuru gitambukiro egetindi torarange nkwana ya Migos Ogamba korwa chinse mochiria. Your Excellency, under your visionary leadership, we are working to build an education system that focuses on equipping learners with the skills they need to thrive in the modern world. We are working to build an education system that is globally competitive and future-proof. Only by doing so shall future generations gather to celebrate milestones like we are celebrating today. It is befitting, therefore, Your Excellency, that I take this opportunity to thank you for the dedication and foresight with which you are supporting our education sector. With your support, our education system is undergoing the most comprehensive overhaul. We are reconfiguring the legal and policy landscape through strategic and inclusive reform and injecting greater efficiency by ensuring that our schools have more teachers, more classrooms, and more laboratories, and that they receive capitation in time. The education system that we seek to build is for both the present and for the future, for the Kenya and for the world. As I conclude, Your Excellency, let me congratulate the Kapsabet High School fraternity for this remarkable and inviolable feat. May your century of excellence inspire other institutions to pursue the path of dedication and discipline and success. And Your Excellency, as I sat there and as a student of mathematics and statistics, it occurred to me that this school, having produced 2 presidents out of 5, if you are in this school, if you've gone through this school, you have a 20% chance of becoming the president of this country. Secondly, Your Excellency, allow me to state that I've received reports that some principals are not registering our candidates for examinations on account of outstanding school fees. Let me inform the country that examinations are paid for by the government. Therefore, all principals must make sure that all our candidates are registered for the 2026 examinations without failure. If there is any school fees outstanding, that school fees is unconnected with the examinations. And if you buy any student from registration for their exams, we will take severe disciplinary action against you. Please take note.
na bono iga osena bono mwancho mwireria ni gomo bunge ebwensemo ye bunge ya Githunguri musubati Gadeni wa Mshomba nere sokiri na konye togie meroberi ya serikali anene umuroberi oli obwango iga abo murebwense Dr. William Ruto okobekese yeria ya National Infrastructure Fund kwaba lichiko na ligo chikonyaga koregasi elimo lyoka iyo ne beri elia ekwenekia inga nibo awo ya serikali gati yabo elia Kenya Pipeline moneria ya Safaricom mkoni bwere korengana wa Mshomba inege tamba kereki ya sana niko kira chiko konya serikali kosokie ni bwere chiko kora magendero chinsemo Mshomba ngatetenga inga magendero abona chiko bakoikirana bujya sana anoso obwaga chibwe chibara ne chiskuru ase chinsemo au chinse ya Kenya asa tetenga tamba kereki chiko konya abasa korengana wa Mshomba ingatebirere nigo akonyoko bako okianda agekomi na nigo igo chiko mokonyero monyene kwa gacha chibara asensemo yebunge yaye ya Githunguri. We are sitting on gold, billions of money in the name of shares in companies. Yet, our young people cannot have a full meal because we are not able to open up economy. Mr. Speaker, the only thing we can do is to open up the economy. Release this money to the circulation. Release this money to people's businesses. Release this money into the bank account so that we can afford to take loans. So, Mr. Speaker, you can only sell a cow that has value. I come from a constituency where we breed cows, and we only sell that very heifer that is hybrid, that has value. That is why we have to make sure that we liquidate Safaricom, our best company, the hybrid company that we have, best performing company, Mr. Speaker, so that we can reap from the benefits of having a good company and help our young people recover from the extremes of bad economy that has been happening. So, Mr. Speaker, I am very excited about this because I come from a constituency where people wear gumboots every day because we have no tarmac. It is time to unlock our wealth from so-called Safaricom shares so that we can be able to build our roads, so that we can allow my farmers to also enjoy a kilometer of tarmac when they are going to their coffee factories and their tea factories. So, Mr. Speaker, I'm looking forward for this money to be released so that it can be put into the infrastructure fund, the bill that was already assented by the president, so that we can now be able to open up the economy. I look forward to that very day, Mr. Speaker, where we shall be able to get this money, accessing this money, so that we can stir the economy of this country. Mr. Speaker, I have listened to a lot of people, even online, people saying, oh, where will the agents of Safaricom go? What will the staff that were working in Safaricom do? Mr. Speaker, I adopt this report very positively this afternoon because I can be assured through this report and I can see a confirmation that all the agents that were working under Safaricom, all the members of staff that have been working under Safaricom PLC are going to be taken care of. Mr. Speaker, they're not only going to be taken care of, they're even going to be paid better. And everybody wants to be paid better. Even members in this house want to be paid better. So I support this so that we can improve the economy of this country and make sure that the young people of Kenya can access to more funds in terms of loans so that people of Kenya can enjoy the infrastructure fund that is going to open up roads and railways and airports in this country. I can't wait for the day, one of these very good days, when my roads are going to be done, put tarmac, because the infrastructure fund is going to be accessible. Thank you, Mr. Speaker, and I support 100%. Nchumuireria tauto chideka emerongebere na isano na isato igoro oye chinsenye chewana mambi senchi abena nonkwiri mutumoko mutanga nitoka chukana baganito chukwana mangana manga degete siasa na agenda tukuyinjokana na NCA to ya Kenya ne ase ikemo ya etre gotochi gotwara bagani baito mu studio nyara na tenga Isaac Otieno manekere mona MC Omolo no are negaiga no mulingo bandege siasa ese myake menge naboga garo muri kyomone ase kyombekere ya bunge la mwananchi nigo igakurigekergo kyobwe MCA ase ensemo oye wodi area ya Embakasi onchari oye yo nere no are gochukemie studio oyoere head of research center for African progress CAP naboigo no umulingo lyo mwana yege siasa mense ya Kenya tochi kwandengana ya political state in Kenya ase amatukabwango iga ne ngikiriya gatenendete igoika asense media yege siasa mense ya Kenya
bige siasa nigo bagende tukumusana go chiensemo yende nabana kumusana chiensemo yende amangana aya mache ekoira orocho Nairobi nigo naro abente agose amache imeyo muche Nairobi koira abantu agosalia chigali agosalia ni bene amatuka bongo igani garete botuka no bonene aneka bare abesoke na kurubengera lebiria abikore birema mincha yebinde ababa okwane byabo na abakwana ebirengera libire byabo ine ayonsi gotoshkonya kwana ana abaringoli bana imeyege bige siasa imeye mambe yabonega asego kwali baga orikeli uko na gonte bine inkero chikibonte ko konya uburoire buri abogendrete kubwata umucho Nairobi anene ekere imbure ko bagotwa imbura kerego to kunyora abantu basombiru kigali cheru anyeni geni bene abeko bakigo sarikane ngetamo kwente ko irwa eliyo ko konya umuchando bw'imbura kerego tuime umucho Nairobi ekorane drainage system erembe usiriki kerekebe aye umucho moyera boko yika na kurubirenge libya ine nikigenda tego korwa eligo konya umuchando obwa mache gosomba abantu mu Nairobi kerembure ko bagaba kwenekibwa na ne muchando bereko bagokobo asama tuko ara mangi tokoro mutumo ko musini tokana ayonsi nigo tego chigonga ukunya kabisa imiyetrobini na kunyemurekera asenchera ere yabene Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Je, unakusudia kuandaa sherehe itakayosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? J&Java tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usiopimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground, na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la J&Java lililo karibu na jumba la Ishena White House, au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0792071110 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@jnjava.co.ke. J&Java, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Warusiri gutara urugendo rutambe kwenyorera ibintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances. Sungusya Electronics nintwe lichiburi yao. Nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu, power extensions, electronic water heaters, chibasi, chibetiri, solar panels, electronic gas cookers, egati ijebinde. Ntubwata phone accessories na boigo ntulene chibundi chikorosi bintu tokonya. Ninchuwenyorera spare part chie chinguru. Sungusya Electronics boigo nkoros tule chispika chie kerengo kiguru. Icho chigutumeka asichikanisa nemeiga. Tuline sababu yokole talentambe gucha kuligie byombo bunebi. Tutarira somo choke birigo na boiga somo chunyamira. Gose twakirishimye se namba 0784
884484. Sungusia Electronics obokoreri bwekerengo keguru ang'enaye. Magega ya televisioni ya Nsoko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuraria gwokwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyoribaga lya bene liyokuraria asegete senieke aseriguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662 ebagoteba ng'oyo gose komwelio nero gose kabia maega yokonyora mang'ana mange korwa segete seni kia osigete Nsoko TV boni go yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletro umurobili kurkunga amegelio yebebelia umurobili nigonda olete amuna basomba banyasaye abu astra ko batukwigira lingana sobwagale nantalia yoka nonyora matera noena masabo noborori ntunyare koba tukurwa ayankira lituko liye sabato liya bande bagotebanga Jumamosi abande batebanga Saturday chinsa komirebere chamambia ugweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisyo ngaga nabasomba banyasaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni omwancho mulire bwa Nsoko TV igetase ngiye Nsoko TV nibwatira senge nchao kokoletera amang'ana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchiro bonda bwansi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira kitanyarike Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietari anen Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya go koreta mangana amaye ko ritukira Jumatatu bakari tukira Jumapili jeni gongor ko petuel machin na nyora netrobin ya Nsoko TV oboroso bomogusi kera kama tingatara ngaiketa oni ya Nyamira na rena shauri sangwe ngararombo ijana Muligeri bwa Nsoko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au turabe tukumira na kira litukuri iki guchakira chinsa 10 chamogoroba wikenseyemo ya utuko kugwakorire mirimo yawo yerituko kwabokire orosete uikaransitero ya ubwo yandajita sekerugo orambulete merondo kunyagusibero ngori nari ase screen ni chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Yang'au ano tokonyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo toamereria bakaliya omoto yakabwatwa obe bakaliya omoto yakabwatwa amatukemero ngena gaika kabwatwa Eye ne Nsoko TV oboroso bumugusi.
karibu naende mwancho mwirere mambi yabone gatogenda no murubiri bwe turubini chiteke 30 na isa tucha utwe chinsenye chiabana mambia togoso sensemo ya kabire togochigo twara mugani to kwana mangana mangi hayo mwikire niyo ndenchirare go chaka gochiko kaneta gochiko soimega gato chiko kwana asenchera yabene asenchera ya masa ya motinde tigo ire kegetambe kwedego ngokoira agoika asomugani one Isaac Otieno munyekene mono na MC Omoro yoro muri kyo monne ase ekugose ase ensemeria ya bunge la mwananchi na boigo akuliro kyo MCA ase semo ye ward ya Embakasi ya Nairobi Nairobi tochiko kuona mange higoro yege siasa 10-point agenda tochikuona mangana National Infrastructure Fund tochikuona mangana aya mache ko irabantu muchi Nairobi gosema ye county Nairobi egatiye bintu obinde ebinge kabisa na hasenchera area wene. Karibu tena Isaac. Asante sana. Najua anaanza kukoroga kidogo ndio lazima mkoaje lakini tuko salama, tunashukuru Mungu baada ametupatia uhai. Ametupatia nguvu ya kupumua kwa hii Kasongo regime. Mara ya mwisho ulikuwa tunangojea matokeo ya ripoti ya 10-point agenda. Nakumbuka sana. Na tulikuwa tunayasubiri. Sijui kama yanakufurahisha. Mimi sioni kitu iliriliziwa. Yalitolewa ndio haya. Hii ni kitu ya kukejeli baba. Ndio haya. Hii ni kitu ya kukejeli baba. Hata siwezi soma. Fungua hii kitabu 20 pages mzuri. Fungua hii kitabu utapata mahali pengine hata paragraph haijafika 5. Ulimuona sisi Limbarire akijaribu kuongea point fulani akanyamazishwa, labda yule mama alikuwa na point. Unaona tukiangalia 10-point agenda, kwa 10-point agenda number 1 ni NADCO report. Na hiyo NADCO report imebeba points 10. Na kwa hiyo points 10 kuna ya 2/3 ya wamama. Ulisikia kuna kitu yoyote ambaye iliguzwa hapo? Suruta alisema yeye tumeshughulikia, si alimwambia. Imeshughulikiwa wapi? Kama mtu alikuwa anaisukuma ni Raila Amolo Odinga na ako chini, ni nani ataisukuma tena? Ile kitu ilikuwa pale ilikuwa kukejeli Raila Amolo Odinga na ilikuwa ya kumchekelea zidi enda chini kabisa. Tutaongelea 2/3 hiyo, tutaongelea vitu mingi. Tutaongelea position of the prime minister. Naona sijaiona hapo na mlisema ilikuwa kwa NADCO report ikiandikwa. Na sijui kuliendaje lakini yote tutazungumzia hayo mwachomo ile. Nataka tuanze kidogo tu na mambo ambayo si ya kufurahisha na haswa kupoteza kwa si vizuri sana binadamu wengi sana bila kupoteza maisha yao kufuatia na mvua ambayo ilinyesha wiki iliyopita. Na labda sijui tuseme nini. Tulimwona Oburu Odinga akisema kwamba hii sio emergency. Ni kitu ya kawaida tu. So sijui alikuwa anamaanisha nini, maybe kwako kwa muono wako ama kwa maoni yako utaweza kuongezea kwa pana. Hasa tuliona ilikuwa ni kitu ya Kenya mzima. Nairobi ikawa among the affected places sana, watu wakafariki, magari yakaharibika, mali ya watu yakaweza kuharibiwa. Nataka kidogo tu kabla uweze kuzungumza tuone maoni yake Oburu Odinga ambaye ni seneta wa Siaya na vile vile ndio kiongozi wa chama kile cha ODM. Naam. Naambiwa kwamba picha hizo za Oburu Odinga akiongea zitakuja. Labda tu kabla director wangu alete picha hizo, sijui utaweza kuzungumzia nini? Kwa mara ya kwanza ndio nimesikia Oburu aliongea sense. Acha tuone hiyo sense yake kwanza. Okay. Who thought that who was saying that there is nothing absolutely which has been done on the 10-point agenda. Shame on them. People who want to appoint themselves supervisors as if we made the commitment to them. We did not make the commitment to them. We made the commitment to the people of Kenya. In conclusion, we have given a score of 1 out of 10, which is a very generous score because Babu and the others believed it was -2, -1, but we put all of those together. Occur every year and we regard it as emergency. It is emergency. How can something which occurs every year be regarded as an emergency? How is it an emergency? And you know it will come.
So you have... MC Omolo, how can you take it as an emergency and you know it will come? For the first time, ndio nimesikia Oburu Oginga akiongea kitu sense ali make sense kidogo. For the first time. Maneno ya floods ni kitu ambaye metro nini the meteorologists. Yeah, meteorologists walisema around 3 weeks ago there will be heavy rain. Yeah, kutakuwa na mvua mingi. So watu wakuwe prepared. Lakini serikali haikuchukulia hiyo kitu maanani. So Oburu Oginga alikuwa anaongelelea nani? Ruto na Sakaja. Hakuwa anaongelelea mwananchi. Alikuwa anaambia hao watu hii ni kitu ambayo mnajua inafanyikanga na hakuna kitu ambayo mmefanya. Alikuwa anaongea direct. Alizungumza mbele ya rais. Na alizungumza mbele ya rais. So juzi ndio naona ati rais anatoa wanajeshi eti waende wafanye vitu zingine, kitu ambayo ingefaa ifanywe zamani, kujenga hizi mamitaro, kufungua hizi mamitaro. Na by the way pia sisi kama wananchi tunafanya makosa, tunachangia hizo floods zaidi, ambapo sisi kwanza sisi inafaa tujilaumu, na after kujilaumu tulaumu serikali. Sababu gani? Pesa wanapata mingi, mtaro ni ile ile. Sai Nairobi imebeba over 10 million plus. Lakini ile miundo msingi ambaye tuko nao Nairobi ni ile ya 1940 something ya watu milioni 2. Ni nani mwenye makosa? Ya wazungu. Ya wazungu. Ni nani ako na makosa? Si ni serikali? So serikali inafaa wajibike vizuri, si mwananchi wa zaidi, ni serikali, sababu pesa tunawapatia kila wakati. Na kuna kitu wanafanya. Sakaja aache kublame national government. The national government iache kusema ati Sakaja hafanyi kazi. Ni wote hawafanyi kazi. Na wote wanaenda nyumbani. Umesema the meteorology weather system in Kenya ilikuwa imesema kwamba wiki tatu ilikuwa imesha notify serikali ya county na national government. Na labda hawakufanya kitu, mbona hizi ama waliona kama ni mzaa? Sasa utafanya na pesa gani, na pesa umeiba yote? Pesa za kufanya hiyo kazi ndio hazikuwa. Nikuulize, kuna wakati pesa zilitolewa ziende zinunue boats. Unakumbuka? Kumbuka. Hizo boats uliona hata moja ikibeba mtu yote hapa Nairobi? Hizo pesa zilienda wapi? Hizo ndio vitu ambayo inafaa tujiulize, sababu pesa watu wanakula, then after kukula vitu zinafanyika. Alafu baya wetu sisi wa Kenya tunakuanga sijui na akili gani, tunasahau vitu within a day, tumesahau kila kitu. So inafaa tuache kusahau na tukumbushia watu ya kwamba waache kukula pesa zetu, watufanyie kazi, sababu tunafanya juu chini kufanya kazi. Wewe ndugu yangu venye unafanya kazi hapa, una sweat kiasi gani kufanya kazi? Then unatoa tax. Hiyo tax unasikia 20 million imeenda, sijui 100 million imeenda, sijui nini imeenda, 700 million imeenda. Unadhani hata utasikia vizuri kweli? Wewe unafanya kazi, unalipwa kazi ambayo umefanya, then badala upewe service, pesa hizo za service zinaenda. Ni kitu ingine inauma sana. Inatuuma sisi kama wananchi. Inatuuma sana. Na ndio maana tunasema Kasongo one term, Sakaja one term. Labda bunge la mwananchi, sijui kama umetoa statement yote kuhusu floods ambazo zilifanyika. Floods tunatoa statement leo. Na tunaenda kuongea sana na tuambie serikali wamelala. Already mimi kama katibu mkuu nimeandika statement na nikitoka tu hapa tunaenda kufanya hiyo. Yeah, sababu ini tunajiita ati sisi tunaenda Singapore.
Hatuendi Singapore, tunaenda Singapore. Hapo penye Singapore. Labda statement mtaitoa saa ngapi na wapi? Tunaitoa saa 7:30 saa 8 hapo Jivanji. Hapo ndio tunaitolea. Na tunakaribisha media zote wakuje na tuongee juu ya hiyo floods, na tuongee vile rais aliongea juu ya hiyo flood na vile tuliona Sakaja kiojiwa Citizen juu ya hiyo floods. Na matamshi yake. Na matamshi yake yote. Kumekuwa na tetesi kwamba the response sasa imefanyika si ndio? Ile response ya kuwasaidia wale ambao wameathirika. Sijui labda kwako unaweza isemaje? Maana tuliona mili hadi na kadi nyingine inasemekana ilikaa tangu hiyo usiku hadi asubuhi inatolewa. Wale waliotumwa hiyo wanajeshi walikuja kutumwa very late. Na labda utazungumziaje response sasa? Kitu imefanyika sasa ya response. Haifai tufanye response after kitu kufanyika. Inafaa tufanye vitu before vitu zifanyike. Unaona venye wazungu wanafanyanga. Unaona kama hiyo warning venye ilitolewa. A month ago hiyo warning ikitolewa, hapo ndio vitu zingeanza kuchukuliwa, kufanywa. Sahi naona sahi wanachimba Mombasa Road. Iti wanatengeneza nini? Already watu washakufa. Then nasikia ati wanawevu. Jana umeona watu wanalia pale City Mortuary ya kwamba watu wao wapewe ama waambiwe ni pesa ngapi wanalipa, sababu wanaambiwa hawatalipa kitu. Wakienda pale unasikia wanaambiwa leta 1,000 sijui ya nini, 2,000 ya nini. Na pale unasikia governor anasema ni bure. Sasa hatujui kama hii bure hata 500 si pesa. Inakuwa kwa 0 cent. Inafaa iwe 0 cent. Not 0 nuna hadi kitu hata 1 mbele ya 0 ama nyuma ya 0. No. Inafaa Kenya tukue real. Tukue tunaongea ukweli. Si ati tunaongea tu ya kupapasa watu macho. Yeah. So mimi sioni kitu ambaye hata wakileta hizo response ni bure. Sababu gani? Already watu walishakufa. Mimi wacha nikuambia hata gari yangu niliingililiwa na maji. Hiyo siku. Karibu nikwame hapa Integrity. Hapa na ni mteremko. Yeah. Iliabidi nipande juu huko State House. Nikaacha gari yangu hapo, so wakipenda washike na wakushika. Wajue hiyo emergency. Yeah. So hata saa hii nimetoa vitu zote, hiyo carpet yote ya gari nimetoa. Gari ni mabati saa hii. Sababu ijakauka. Hata mimi ningeenda. So inatuuma sisi kama wa Nairobians, tunalipa ushuru na kuna kitu yote ambayo inafanyika. Inatuuma sana. Na si Nairobi peke yake. Kenya mzima. Yeah, inatuuma. Yeah. Kweli. Serikali itashughulikia na serikali haitashughulikia. Wacha kusema matamshi ya Sakaja ni kwamba ni vitu imekuwa ikifanyika. Labda unayachukulia ni matamshi yao. Yaani ni kitu wamezoea ama hawana sijui. Sakaja alisema kwamba it has been happening, ni kitu imekuwa ikifanyika, ni jambo ambalo limekuwa likitokea. Inamaanisha kwamba amejua ni kwamba ni jambo ambalo hutokea kila wakati kutoka serikali moja hadi nyingine. Na labda yeye kwa uongozi wake amejaribu kuchukua hatua gani? Na ndio imeonekana kuwa kubwa zaidi kuliko hata za siku za kupita nyuma. Ndugu yangu, Sakaja kusema ni kitu ambayo imekuwa ikifanyika. Hiyo ni kama kukejeli wananchi ambayo unaongoza. Unaona? Inafaa yeye kama anajua hizi vitu ambaye zimekuwa zikifanyika, tulimchagua azitatue ama tulimchagua ajue huwa zinafanyika so zikuwe normal? Sinaona ameandika kwa baadhi ya mabango na wafanyikazi wake pale kwa rates fix Nairobi. Una fix Nairobi nini? Una fix watu kuuawa ama una fix vitu zikuwe mzuri? Sakaja aache kutuchezea akili. MCS naona ameshaingiza box, alikuwa anataka kuimpichiwa, amewaingiza box. Na hata hao MCS tunawaangalia. That's why watu kama sisi tunaamka na tunaenda kupigania hizo haki zetu. Sababu watu wameka tumbo zao mbele.
kila kitu ni tumbo, kila kitu ni tumbo. Hawaangalii wananchi. Anasema ati saa hii hizo vitu huwa zinafanyika. Wakati wa nini? El Nino. Nakumbuka El Nino ikifanyika. Nilikuwa mdogo, nilikuwa naenda shule. Hiyo El Nino ikifanyika, warnings zilitolewa zaidi. Sijui ni El Nino ama ni gani, ile mvua ilinyeshanga kubwa. El Nino ilinipata nikiwa mdogo zaidi. El Nino tulikuwa but hiyo ingine hiyo ilifuata El Nino pia ilikuwa mingi sana. Hiyo. But na tunakumbuka warnings zilitolewa. Sisi ambaye tulikuwa primary tulitolewa shule, hata tuliwekwa nyumbani sababu ungepita uende shule. Unaona? So I think you enzi Kibaki alifanya kazi, at least ilikuwa inaonekana. Na mayors wa ambao wale walifanya kazi, hata kama mfuriko ilikuwa, watu walitolewa. Lakini yake anasema ati hii ni kitu ya kawaida. So ni kitu ya kawaida, tuzoee tukufe tu. Did the county government notify people hata kidogo? Wapi? Na ilikuwa imeambiwa ama? Watu wa utabiri wa hali ya hewa au kupata wakati gani? Wewe kama mkazi wa Nairobi au kupata notification kutoka kwa serikali ya county? Wapi? Na wote wako na namba zetu. Umejua hii kitu wanaendanga tu pale kwa Safaricom, wanasema tunataka nini ya Nairobi, tutumie hizi. Hakuna kitu kama hiyo ilifanyika. Hakuna. Metro hii nini ya hali ya hewa ndio walisema na nyinyi mkatangaza. So watu walikuwa naona through media. Na hatukujua ni wakati gani, si ndio? Juu walisema tu kutakuwa na mvua kubwa. So watu wajiadhari. Hiyo ingefaa ichukuliwe sasa na serikali iseme okay, hii mvua itakuwa kutoka hii wiki hadi wiki tukue hivi na hivi. Unaona, Sakaja angefanya kitu kama hiyo, at least hii malalamiko yote ambayo tunamlalamikia ingekuwa chini kidogo. Lakini yeye muambie kuweka pesa ya chai, millions of money ya kukunywa wapi? City Hall. Na kutravel. Hiyo tu. Hakuna budget yoyote mingi ambayo Sakaja amefanya ama Auditor General ametoa eti ya kusaidia Nairobi County. Imekuwa ni traveling allowance, chai na mandazi, maji. Ni kutudhulumu. Isaac. Yes. Kabla ya baba kufariki walikuwa MCS walikuwa karibu sana kupitisha hoja ya kumbandua ofisini gavana. Na baba alihusika sana na kuzungumza kati ya MCS na Sakaja pamoja na rais alikuwa pale William Ruto. Labda nini wale MCS umewataja kwamba wamekuwa wafisadi? Tutazungumzia jambo hilo, nini lilifanyika siku ile? Kaa uko na wakati ule baba aliongea na MCS. Na nakumbuka baba akisema, Sakaja tunakupatia last warning. Enda ubadilishe hii na hii na hii na hii. Wakileta tena impeachment, sitakusaidia. But end urekebishe hii na hii na hii ambayo wamese. Kuna kitu yote ambayo imerekebishwa? Barabara bado ni ile ile. Sasa nasikia anasema barabara zote ni za national government. Hata zile zake za county. Serikali wanasema nimechukua hata hivyo ana kazi hapa. Sasa sijui kazi ya Sakaja ni gani? Ni kukula mshahara. Unaona? So baba alisaidia Sakaja ili ajirekebi. Na baba ni mtu ambaye alikuwa wa kupeana another chance. Ndio maana watu walikuwa wamempenda. Sasa saa hii ameenda. Sasa hatutakuwa na another chance. Itakuwa ni kwenda kama umefanya kitu mbaya enda. Na hata hii maandamano ambayo tunajaribu kutengeneza saa hii itakuwa mbaya sana. Hakuna mtu ataisimamisha. Baba yuko alishapeana another chance kwa Ruto ili arekebishe vitu. Lakini tumeona ametukejeli. Kwa hii 10 point agenda ametukejeli sana. Na tunaenda kuanza kuitengeneza.
Oburu hata kuwa na nguvu ya kuisimamisha. Ona power. Si akona power. Oburu akona power gani? Power ya stima ama power gani? Wiki iliyopita Samson Cherengei tukibaki kwa MCS alionekana sana kuambia MCS msiogope nyinyi, enda mlete motion sisi tutapitisha kumuondoa gavana. Hadi alikuwa pale kwa Senate na aliongea sana vibaya kuhusu gavana wa Nairobi kwamba kazi imemshinda, uchafu Westlands, alitaja vitu mingi. Samson Cherengei ni senator wa Nandi. Nao MCS wamesema tena nini? Wamenyamaza kidogo, kimefanyika nini? Si mlungulo imetoka ndugu yangu. Mlungulo imetoka. So ni nini sisi wananchi tutasaidika? Ni sisi wananchi tupiganie haki yetu tu ya kuondoa hao watu. Hiyo tu. Kama MCA wako ni mbaya, wakati atakuja pale mwambie ndugu yangu, tulikupatia hii na hii na hii ufanye, ni ukashindwa. Wacha tupatie mtu anaweza. Mbunge wako akikuja, the same thing unamwambia. Gavana wako akikuja, the same thing unamwambia. Senator wako akikuja, the same thing unamwambia. President wako akikuja, the same thing unamwambia. Sasa tunataka mabadiliko. Yule mtu ambaye alikuwa na huruma yuko sahi. Tulitupa huruma kwa kaburi. Nani? Ya baba. Isaac, tukiendelea tu labda tukimalizia hiyo sehemu ya leadership ya Nairobi. Unahisi ni structure gani inafaa kufanyika Nairobi, ndio uongozi upi? Mwanasiasa, metropolitan, NMS vile ilikuwa ile siku nakumbuka. Unahisi Nairobi inafaa kuwa governed style gani? Kusema kweli tukiangalia leadership ambayo tumekuwa nayo Nairobi ya ugavana, watu wote wameshindwa except Kidero ndio niliona lijaribu. Na structures zote Kidero alieka ndio hawa magovernors wote wamekuwa kitumia. Hawajatengeneza zao. So Nairobi nataka mtu ambaye anajua kitu anafanya. Na kama ajui, mimi naona Nairobi inafaa iwekwe kama Washington DC. Collaboration na national government. Hata kama mkubwa anatoka anachaguliwa na wananchi, lakini iwe wana collaborate na national government, sababu our leaders si wote wako na ile knowledge ya kutengeneza vitu ambazo zinatakikana kwa capital city. Si wote. Sababu niliona Sonko hakuna kitu alifanya, although alikuwa raia, mtu wa raia. Tukaona huyu aliletwa huyu mwanamke Ann Kananu, nothing. Kitu naona alifanya kubwa ni kupeana jina ya Bagathi Road ikabadilishwa ikakuwa Raila Odinga Road. Hiyo tu. Haya. Huyu naye kitu nimeona amefanya kubwa ni dishi na county. Iko. Hiyo dishi na county iko ndio. Chapati ziko. Wacha na chapati. Chapati ilikuwa story ya Bunuasi. Hii dishi na county hii ya shilingi 5 hii. Hii naye naona iko kwa hizi primary schools. Public schools za primary. Lakini si watoto wote wanaenda huko. Unaona? So inafaa iangaliwe pia zaidi. Hiyo tu ndio kitu naweza sema bado amejaribu pekee. Hizi vitu zingine zimelala. Tunarudi kidogo tu, tutaendelea kuzungumza hayo kwa zaidi. Acha niangalie tu arafa 2-3 na kisha tutarudi uendelee na mambo ya county ya Nairobi, ndio tutaenda kuangalia mengine kama vile National Infrastructure Fund, na tutaongelea vitu zingine kama vile 10-point agenda. Na kwa acha tu kidogo mwancho mwiriria na algerich message chiria chigoso mumemega iga asenchira ya mo se yende tinyara ko batoko kwana turigera link keri bagane ko bago turikera mega iga na chuko batoko batebya yemo seyemo korwa iga story yetu nga tochiko kwande bintu au mwancho mwiria abana kubolia ne nkiwente ko korwa imeye county Nairobi irebe ko bage korongana etware oborai iboro buya ne nkiwente ko korwa imeye county Nairobi yeme ko bage korongea na tumanya ko kora oborai obore
obuya asenchera ere yabene tocho gendera kwana ana Isaac oyore mega igaye studio naboigo igare omonyakero bogose secretary general bwekiombekeria kia bunge la mwananchi kwa ngari tkolero ngochi bare kurwa chinkwana chiabo igoro ya 10 point agenda amo negative into binde biria bya korekante igo esenchera ya bene nimekuwa nikiambia watazamaji kwamba leo hii mtatoa hotuba yenu kuhusu 10 point agenda kutoka maeneo ya Ajivanji. Ulikuwa unazungumza kuhusu jambo la county tukimalizia. So mimi county kitu ambaye naona counties, kuna counties zingine zinafaa zichukuliwe na ziwe collaboration na national government. Hii ni Nairobi County, Mombasa County na Kisumu County. Although Kisumu County nimeona profesa amefanya kazi vizuri. Sababu gani? Profesa amefanya kazi sababu anajua ni nini ambayo waliandika kwa katiba. Au ndio wakuu wa hii katiba ambayo tunatumia. Au ndio watu ambayo waliandika katiba. Ukiona what 2030 Vision 2030 ni Profesa Nyong'o ndiye alitengeneza wakiwa na Oparanya. Na umeona wakati Oparanya alikuwa governor, kazi alifanya wapi? Kakamega. Bado hakuna mtu yote ambaye anaweza fikia kazi Oparanya alifanya. Saa hii Kisumu, kazi ambaye na Profesa Nyong'o amefanya Kisumu, tunamtakia wema apone, hata kama hiyo ugonjwa inamsumbua kiasi gani. Tunaomba azidi kupewa maisha. Huyo mtu ukiangalia zile municipal towns zote amewapatia hizi town ndogo ndogo amewapatia municipals. Umejua kama unajua Kisumu town county, naifahamu. Unaifahamu. Umejua hata Sondu imepewa municipal. Wajitegemee. Sondu hapa tu. Yeah. Katito wamepewa municipal wajitegemee. Yani amepatia hizo matown ndogo ndogo municipal zote wajitegemee. Ndio maana unaona saa hii Kisumu inajengwa kila mahali sababu wanajitegemea. Nao ndio watu ambao walikuwa na vision na nini hizi vitu ambazo zinafanyika. Niambie huyu jamaa wetu ambaye ako hapa Nairobi, magavana waoni hilo ama Anyang' Nyong'o ni ile ameandika ile constitution umesema, ama ni ufisadi yeye hana? Sijui ni lipi. In short tunaweza sema si mkulaji sana. Ufisadi ni kitu iko. But si mfisadi, then ajiangalie. Anaangalia watu ambao walimchagua. Ni wale leaders ambao wanataka kufanyia wananchi kazi, si kujifanyia kazi yeye. Unaona Oparanya, wakati Oparanya amekuwa governor, amefanyia watu wa Kakamega kazi. Hakutaka kujifanyia, alitaka kufanyia wananchi. Same na Profesa Nyong'o. Hao ndio magavanasi wawili ambao tunaweza sema tangu hii new constitution iwekwe, hao ndio watu wamefanya kazi. Then Akidero pia alijaribu kufanya ku lay ground ya kazi ya Nairobi. Then akatolewa. Angepewa hiyo second term, at least tungeona hizo vitu ambaye alikuwa melei zikifanya kazi, because hizi soko zote ambaye alikuwa ameweka hata zijamalizwa kujengwa. Zingine hata zijafunguliwa hadi wa leo. Zile fire station zile aliweka zote, na zingine bado hazijaisha. Na tumekuwa na governors wangapi? 3 nyuma yake. So hawana agenda. Hawana agenda yani hawana chochote kuhusiana na maneno ya ugatuzi. Yeah. Do you think Nairobi haifai kuwa na mtu wa politician kabisa completely, governor nini hizo vitu? Totally haifai. Inafai kuwe na mtu ambaye technocrat. Yeah. Kazi ya governor iwe nini, ama kiti ya governor itupiliwe mbali Nairobi? Is either itupiliwe mbali lakini tunamchagua kama technocrat. Kitu kama hiyo. Yeah. Because unaona nani huyu mwanajeshi aliwekwa? Bad. Uliona kazi alifanya within that few months. Yeye ndiye alianza kuweka hizi cabros.
na haikuwekwa town. Alianzia hapa Jivanji. Alianzia Jivanji. Na haikuwa town peke yake. Hadi huko mashinani huko kwa ma estate zilikuwa zinawekwa. Kwa main barabara, hizi main road zilikuwa zinawekwa. Yeye ndio mtu ambaye aliamua kwenda kuamsha zile magari zote za NYS. Zianze kazi badala kununua zingine mpya. Magari ziko mingi pale NYS, mingi sana. Peter pale yeah. Yeye ndiye alisema badala tuharibu pesa kununua, wacha turekebishe hizi. Juu ulikuwa unapata anasema ati ni maybe gear ndio iliharibika. Hiyo gari imewekwa hapo. Pesa ya Wakenya. Pesa ya Wakenya. Imewekwa hapo ilale. Badala wewe utumie millions of money kwenda kununua ingine. So utumie elfu kama 50 urekebishe hii. Na iendelee na kazi. So watu kama hao ndio tunataka. Si mtu anaona hiyo TV hiyo ni hiyo switch ndio imeharibika. Tununue ingine badala uende urekebishe hiyo switch. Sasa wale tuko nao ni wale wa kununua. Si kurekebisha. Kusumbuka yeah. Nunapata akienda kununua double price. Ni nani anaenda sara? Si ni sisi wananchi. Tutazidi kutaksiwa. Yeah. Na kuna kitu inaendelea kufanyika. Na kuna. Yeah. Tutaendelea kuongea mbele, tutaendelea kuzonga na labda tuzungumzie mambo ya National Infrastructure Fund ambayo ilikuwa ikapitishwa kutoka bill na saizi inafanya kazi. Na sijui mtazamo wako ni upi? Wamezungumza wengi sana kabla tuende kuendelea 10 point agenda. Wamejitokeza kuzungumza. Gavana mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro ameweza kutoa maoni yake. Na labda tutasikia maoni ya Ndindi Nyoro kisha tutazungumzia National Infrastructure Fund. Kwa maoni yako ni ipi na ni ukweli? Manake tutaona mengi ambayo yamefanyika baada ya rais kutia ule mswada. Alitoka pale, alikuwa pale Westlands, kesho yake akachukua kurelist ile yani ya KPA, na tunasema kwamba alichukua pesa ambazo zinaenda kufanya kazi mabilioni kama bilioni 105 kujenga uwanja wa ndege. Na labda utatoa maoni yako kuhusu hilo. Na time tu mwachumuelia mo director ne zakana ba akorege ekelip kia Ndindi Nyoro igoro ya serikali iko TSA na kabali chiko muswada uri National Infrastructure Fund tonyare go kwande senchera area bene. Fund is meant to borrow more money outside of the budget. Na sio vizuri tuendelee kubebesha Wakenya mzigo kwa sasa na tuwabebeshe mzigo hata wa kesho. Ni vizuri tuache hii mambo ya kukopa sana. Sasa nchi ya Kenya as we talk tunakopa trilioni 1.5 sasa. Hii kizungumiki tunapewa ati for every 1 shilling ati Kenya wants to crowd in another 12 shillings. It is another name of saying kwa shilingi moja Kenya inataka ikope shilingi ingine 12. So mimi nauliza viongozi ambao wenye wako, nani wamewaambia Kenya inaenda pahali ya kwamba sasa mnataka Kenya ibebe mzigo ivujike? Isaac, umemsikia Nyoro? Nyoro anaongea mzuri. Ndindi Nyoro anaongea mzuri. Na Ndindi Nyoro sisi kama vijana, although alituuza wakati wa maandamano, lazima kuje kwa roho safi atuongeleshe, na tunamuona hapa mbele, tunamtaka akue mahali, sababu anaongelelea kitu ambaye inatuhusisha sisi kama wananchi. Ndugu yangu, hakuna haja tuende kwa hizo funds mingi ambaye serikali inatuambia. Pesa zinapotea mingi. Nataka kukupatia example, hata hiyo kujenga barabara ama kujenga hiyo airport. Pesa tuko nayo mingi ambayo inafaa, zikiangaliwa vizuri. Pesa hakuna haja hata tukopeshe ama tufanye hizo fund mingi. Sababu nataka kukuambia, kutoka Ruto aingie uongozini, tumepoteza zaidi ya 276 billion. Na hizi pesa hata zikiulizwa zimeenda wapi, hatuambiwi zimeenda wapi.
za tax. Yeah. Tunaambiwa ile Mau Summit Road inaenda kujengwa na around is it 80 billion? Ama 100 and something billion. Kwa hii pesa ambayo imepotea hii, ulisikia hii Citizen ilipoteza pesa ngapi? Around 40 billion. 40 billion hapo ya. Kwa kama 40 hapo. 40 billion. SHA tuongee inapoteza kila siku. 20 billion, 200 sijui nini. Hizi pesa kama zinaweza simamishwa kuacha kupotea. Na kuambia pesa ambayo imepotea kwa nini peke yake imetosha kujenga hiyo nini? Hiyo barabara. Bila kukopesha. So ndio hii hata imekuja vizuri sana. Unaona Ketraco ilipoteza 12.99 billion. Ketraco. SHA mara ya kwanza ilipoteza 104.8 billion. Hiyo ya SHA peke yake imetosha kujenga nini? Barabara. Hiyo barabara ya Mau Summit. Ya Mau Summit. Hizi stories za Bunwasi tunaambiwa tunafanya hii ndio tufanye hii. Lini Nyoro wako vizuri na azidi kuelimisha wananchi. Tukataa hii maneno. Hii maneno ya kutuambia tunaenda kujenga nini mpya. Na tunakopesha pesa. Hizi pesa zote ambazo zinapotea. Hii Citizen ilipoteza 44, not 40. 44.8 billion. NSSF ilipoteza 16 billion. Kuna edible oil, ile edible oil, unakumbuka hiyo oil ambayo tuliletewa sijui inatoka sijui wapi? Nakumbuka. 16 billion. Na hizi story zote tunaambiwa yule mwanamke ni mwenda wazimu. Yule mama. Huyo mwanamke ni mwenda wazimu. Hajui kitu anasema. So mimi sioni hizi vitu za stories za Ruto kuenda kusijui kufanya nini, hata sitaki kuzisikiza. Atufungie hizi maneno za corruption. Asha list shares zile wananchi wakanunua. Wewe ulikuwa mmoja wao ama uliona mwananchi akinunua hiyo shares? Bwana, endo uulize hata mwananchi mmoja yule alinunua. Yes. Hizo vitu zilinunuliwa nao wao. Wewe unapewa, wewe chukua hii pesa, endo useme ni wewe ndio umenunua. Alafu unaangushwa juu uko na njaa, unachapwa 1000 zako hata kama ni 5. Wewe unaenda kununulia mtu, si wewe already ushaweka yako. Hivyo ndivyo Kenya sasa hii tuna cooperate, imagine. So hii bill ya National Infrastructure Fund kulingana na Isaac sio mzuri sana. Sio mzuri. Manake Simiona alienda pale kwa zile ni za agency za nini, akachukua ile list akalisti ya company na juzi akachukua atazidi kuzisema. Umejua rais wetu ni mtu wa PR. Na amejua kutengeneza hiyo PR vizuri sana. Amejua kuitengeneza. Yaani anajua tu na kudanganya but anakuambia ni kama ukweli. Tukiangalia hiyo ni kitu ambayo imepigwa jeki na baadhi ya wabunge ambao walikuwa upande wa opposition. Nazungumzia Gathoni wa Mchomba wa Githunguri. Alikuwa opposition, lakini jana ama juzi tumemwona sana akipea sifa sana hiyo National Infrastructure Fund, akisema itamsaidia sana kama yeye kujenga barabara pale katika eneo bunge lake. Na ukimzungumzia Gathoni wa Mchomba, ni baadhi ya wale watu ambao wameonekana kurudi. Mbunge wa ilikuwa Thika Town yule ambaye wa Mchomba ni wa Mchomba ama Mchomba? Wa Mchomba. Huyo mtu hakuenda opposition. Huyo alitumwa aende agathe messages arudishe. Na hata nataka kuambia Babu Owino, Sifuna, James Orengo, tafadhali munisikize hii. Wale watu ambaye mnajaribu kuingiza kutoka kwa UDA eti wanawasupport sasa kwa linda mwananchi, story zenyu zinachukuliwa venye wa Mchomba alikuwa anachukua zenyu. Akipeleka wapi? Huko. Wagani ambao wameingia kutoka UDA. Wewe ukiona akina Sifuna wakienda rally, ni akina nani wako pale? Ni wabunge tu, wengine ni wa ODM. Wale wa ODM ambao wamejitokeza tunawajua.
Niambie wale watu wa Jubilee. Wengi wao wamekuwa wakisupport nani? Serikali. Sasa wanaacha serikali, wanaacha Jubilee, ati wanakuja wapi? Unadhani wanakuja kufanya nini? Kugather information warudishie Zakayo. Na hiyo ndio itaharibu hii Linda Mwananchi. Uliona kama unakumbuka kunayo timu ambayo ilijitokeza wakati hii coalition ya ya Ruto Raila ilianza. Sifuna alijitokeza nje, Babu Owino, then Wamuchomba pia akatoka pande ile, akakuja wakashikana. Hiyo group iko. Haiko inaitwa Linda Ground ama kuna sijui kuna jina lingine ilikuwa inaitwa hapo. Wamuchomba alikuwa kati yao sana na alikuwa mstari wa mbele zaidi. Kumbuka kanisa moja pale Embakasi pale kwa Thank you. Sasa hii unaona ni mtu wa kwanza kuenda wapi? State House. Na nini nafanyika wale watu ambao wanaenda na wanarudi pale kwa serikali. Gavana wa Nyeri alikuwa sana ni mtu ambaye anampinga sana. Do you feel that kuna vile wanakuwa compromise na vile kuna tishiwa maisha ama? Kuna kutishiwa maisha, kuna watu wale wanatumwa informers, wewe ende ufanye hivi. Hata nitukani zaidi. Umejua na hiyo game niliona nayo baba sana. Baba ndiye amefundisha watu hiyo game. Do you know baba alikuwa natuma hata mtu kwenda kusimama na party C yake. Like example, Ketera umejua ni mtu wa baba zaidi. Na aliambiwa Alfred aliambiwa uwezi simama na ODM wapi? Huko. Uenda tu na nini? Na Jubilee. Enda usimame huko. Na ushinde, utashinda umeshinda ya ODM. Hivyo ndivyo siasa iko. Ukiona we ni mtu, nikiona we ni mtu wangu zaidi na uwezi shinda na chama yangu, enda na hiyo chama, lakini unabaki loyal kwangu. Hiyo ndio akina Wamuchomba wanafanya. Hakuna kitu kingine mpya wanafanya. So naambia kina Sifuna wajiadhari sana na hao watu ambao wanajitokeza. Wanakuja kugather informations ili warudishe. So mimi sioni kitu mpya ambaye Wamuchomba anasema ati barabara nini. Wako tu kwa ile timu ya UDA. Ya kukula wananchi na kupiga PR. Kuna mtu aliuliza swali hapo mapema kidogo, labda nitakurudisha hapo ndio tuende kuingia 10 point agenda. Anauliza, the flooding situation in Nairobi was seen in Kampala, it was seen in Dar es Salaam, was Sakaja the governor of other cities. Sijui kama unaweza zungumzia nini hilo. Maybe sijui kama ili affect Kampala na Dar es Salaam the way ili affect Nairobi. Tunaongelelea nchi yetu. Uwezi linganisha Kampala na Nairobi. Ile ni kijiji. Kampala is a village. Ni kijiji kadogo. Kampala city is a kijiji, ni kijiji. Haya. Dar es Salaam, uwezi linganisha Dar es Salaam na Nairobi. Hizo ni vijiji. Mbona marais wao wanasema ukitaka kwenda Europe enda Nairobi? So lazima Nairobi iset standard. Ndio Kampala ifuate, ndio nini ifuate. So hatuwezi linganisha hizo vijiji na Nairobi. Ndio anaitwa ni Tuya Junior, ni baadhi ya political analysts sana hapa nchini. Basi mwambie nimemjibu na nimemwambia hivi, wewe ndugu yangu, uwezi linganisha Kampala, kijiji ya Kampala na city ya Nairobi. City ya Nairobi inalinganishwa na London, Washington. Sababu hapa ndio hata UN headquarters iko. Niambie Kampala iko na nini kubwa ya dunia? Hakuna.
Yeah, uwezi linganisha hizo. Yeah. Sasa waiza. Chapto ya jide kamera ongebere na ibere mambe yabone go mwacho muri gatro gatro murubiri abwe etorobini asenchi yabene to kwa na magana yege siasa yadinge tenso yete ya Kenya na nene makibura iwabo tubarochi uchi umwaka ikiri ibere na merongewene 5 nebere matukabonge go mwacho mugeri ayeta matukama kaeta twarere bakosokera boti rwa 10 point agenda rwabere go kwanira ebinte binge sana takarra bantu bago kwana nonyani gako rwa ruseti bwara nege karoge kanetibwe nere muraibwe William Ruto na muraibwe kama kirigia ODM Oburu Odinga rogaso mwanere Javas Migambo uyo ngatia aba bali abachoretu na babazani irukirania roboti rwa 10 point agenda gutirwo kwano so mebonega gacho de Cameron ngene satoto chikumanya ninki gosekia beteke ikirana korogari kwende turachi kukwana abara imbeso okia Oburu Odinga Ruto Sifuna na aba igona Godfrey so sigatia baribanda abange beso kina kurwa chinkwana chiabo igoro oye igoro oya 10 point agenda na nkibirengere byo birete gochukugwa ibirengere byabo kurwabwe tumanye kwena essentially ya bene tuchukwa no murugo seto chukwa na magana 10 point agenda ayo hare ase egose ayo abakoba kagosomwa samatuko abwango iga Isaac tutasikiza kidogo tu 10 point agenda. Oburu aliongea pale, Rais Ruto Sifuna pia walikuja wakajibu. Ya Sifuna niliona kesho yake wametoa kitu ilikuwa inaitwa 10 point rise, na sijui kama uliona kitabu hicho. Nilikuwa hapo. Ulikuwa hapo hapo. Yeah, nilikuwa hapo. Sawa. Tiamu tagireria enkwana ya bara ya bonsi na bata pa okwana chi kwanda au tomayo chi konyorigire senchera yoboime. Who thought that who was saying that there is nothing absolutely which has been done on the 10-point agenda. Shame on them. People who want to appoint themselves supervisors, as if we made the commitment to them. We did not make the commitment to them. We made the commitment to the people of Kenya. In conclusion, we have given a score of 1 out of 10, which is a very generous score, because Babu and the others believed it was -2, -1, but we put all of those together and we have given them 1 out of 10 or 10%. That 80% that they were talking about cannot be demonstrated to you. Because we are told over 250 youth were killed. How did they arrive at 2 billion? How did they do the assessment? We also have so many of our youth who are languishing in prison. Even as we talk about a deal between ODM and UDA, our youth are in prison. Our youth are facing court cases, and there is no one to represent them there. How are we going to deal with that? And we reject compensation without justice. Aija, umesikia Oburu amesema wale ambao wanakejeli 10 point agenda ni shame on them, na anasema ni kwamba it's fully, yani imekuwa fully implemented vile walivyokuwa wanataka, na amesema kwamba Rais Ruto amesema kwamba Kenya imemake commitment kwa Wakenya na imeweza kufanyikisha hivyo, lakini si kwa wale ambao wanaipinga. Akionekana sana kulenga wanaoipinga ni akina Sifuna, Baba Wino na akina Godfrey Ososi na sisi wananchi, na nyinyi wananchi na gavana wa Siaya James Orengo. Kwake Godfrey Sifuna amesema kwamba anaipea 1 out of 10. Wengine walikuwa wameipea negative tu akina Baba Wino, na yeye kwa Sifuna ameipea tu 1 out of 10. Labda sijui imefikia nini hiyo. Ososi kwake akasema kwamba vijana wako hadi prison hadi saizi, ndio nimeshtuka kusikia hiyo. Hadi saizi wapo na vijana waliofariki maisha ni more than 250 billion, na kulingana na Ososi 2 billion kwa wale vijana 250 walioweza kufariki. 2 billion ni pesa kidogo sana. Na vile vile ilifikiwaje wakaanza kusema kwamba sasa tunawapea 2 million, walitumia which criteria? Na labda tukianza tu kuzungumza moja kwa moja, labda tuingie sasa kwa ile vitu ya 10 point agenda ambayo kuna hapa siku ya leo. Je, au shame visit kwamba kwa kulingana na Oburu kwamba kama kila kitu imefanikishwa kulingana na Oburu? In fact kwanza nataka kusema Sifuna is a generous man. Sifuna, you are a generous man. Unapatia watu 1%. Si poa. Si poa. Ingefai kui 0.000.0%. Mimi nataka kusema hivi. Kitu ambayo ilifanyika KICC
ilikuwa manifesto ya UDA. Kama ulikuwa unasikiza vizuri. Ile ilikuwa manifesto ya UDA. Kwa 10 point agenda hakuna mali iliandikwa ya kwamba tumefanya hii barabara na infrastructure iko hivi. Tumejaribu kumaliza deni hivi. Kwa 10 point agenda, na venye nilikuambia mara ya kwanza, 10 point agenda number 1 ilikuwa NADCO report. Na NADCO report ilikuwa imebeba vipengele 10. Moja ilikuwa ya electoral. Hiyo kwa electoral hiyo nilisikia Ruto akisema ya kwamba wameweka IBC. Ukiangalia NADCO report haikuwa inaongelelea IBC peke yake. Ilikuwa inaongelelea kufunguliwa server, ni nani alishinda election ya 2022, na ni nini ambayo itafanywa ili vitu kama hizo zisifanyike tena. Server ilifunguliwa. Nakuuliza wewe, maybe nyinyi si hata mimi nakuuliza. Mwenye wananchi pale yenyewe unajua mnaweza kuwa mlifikiana vikao kai hizo muka. That's why nilianza kusema vitu ambazo zilikuwa pale KICC ilikuwa stories za Abunuasi. Stories za Abunuasi. Ilikuwa kukejeli Raila azidi kukufa zaidi. Uwezi niambia ya kwamba umeweka 2 billion ya kukompensate watu, ilhali aujui ni watu wangapi walikufa, wangapi wamejeruhiwa. Juzi nimekuwa K24 na nilikuwa na mmoja wa wale ambaye waliumia. Anasema hata kuna mtu amewahi mfikia kumuuliza swali yoyote ya kwamba alipigwa risasi kiasi gani. So serikali inataka kukompensate wenye walifariki peke ama? Walisema wana compensate watu wote. Wale walipigwa risasi wakaponea, wale walikufa, wale walichapwa rungu wakavunjika, wote. Umepata muda wa kuzungumza na wale ambao walimejeruhiwa? Je, wamekompensatiwa? Na kuambia kwa bunge la mwananchi watu wetu kwa hii maandamano ya Gen Z watu wetu 6 waliaga. Watu wetu 6 waliaga. Na hakuna mtu yoyote ambaye wamefikiwa. Hakuna. Sababu hao watu wote huwa tuko na namba za wazazi wao na tunaongea nao. Hakuna. Aya, Sufuria movement ambaye sisi ndio tulianzisha kama bunge la mwananchi. Sufuria movement. Ile mkibeba sufuria na tukibeba sufuria. Zaidi ya watu 8 wa bunge waliaga. Hakuna mtu yoyote ambaye serikali imefikia. Alafu tunaambiwa ya kwamba already wameongeleshwa na 2 billion imetolewa. Zile zilikuwa story ya kutupapasa ya kwamba kuna kitu ambayo imefanyika. Tunataka kuuliza bwana nani anaitwa nani? Huyu youth leader Oburu. Hiyo ng'oo yake anasemanga kila wakati ng'oo. Yeye wale vijana 27 ambayo walienda kuzika pale Siaya ni wangapi ambaye yeye mwenyewe amefikia? Kama anaweza jibu hiyo swali inaweza kutusaidia sana, ndio tujue ya kwamba wale hiyo 2 billion itafikia au vijana ama wazazi wa au vijana. Pale Busia, Kakamega tulienda na over 26 jenezas wakienda kuzikwa. Je, wale wabunge ambao walikuwa napiga makofi pale wakidanganywa na wanajua wanadanganywa wamewahi fikia hao? So mimi nasema hivi, serikali ache kutudanganya. Hakuna hata kitu moja
ambayo serikali imefanya kwa 10 point agenda? Hakuna. Nafikiri tutachukua mapumziko mfupi sana Isaac, kisha tukirudi tutakuwa tunazungumzia the implementation of 2/3 gender rule, na unajua tuliona kwamba Cecily Mbarire gavana wa Embu asoma sana kujaribu kuongea mbele ya watu na sikutarajia kutoka kwake, maana yake ni mwandani wa rais. In fact ni chairperson wa chama aliyosema vile, na hiyo implementation ya 2 gender just tutakuwa tunazungumzia kwa wale watu walichaguliwa. Tuliona John Mbadi, tukamwona aliyekuwa gavana wa Kakamega akichaguliwa kama CS. Sikuona kulikuwa na mwanamke aliyechaguliwa kwa kitu chochote. Raila Amolo Odinga ni mtu mwingine mungwana, akisema kitu anatenda. Alitoa mwanamke mmoja na akapewa kazi. Yule na huyo mwanamke huyo mama alikuwa kiongozi wa ODM. Ni Mturukana. Kaspil nimemsahau jina but ni something. Tutazungumzia hayo kama so Raila alitoa inaandiko report itakuwa imekamilisha hayo. Tutakuwa tuzungumzia pia leader of opposition office, na vile vile tutazungumzia mambo ya prime secretary ambao hapa naona wameandika kwamba imekuwa accomplished, na sijui kama waliweka nani kwa leader of opposition office, na tutakuwa tunazungumzia hayo yote. Mwanchi mwingine toko iremo tumukomoke gokorende na arega gokorikanga flooding in the city akoro kwanere atuya junior. Flooding in the city is a result of years of poor infrastructure planning and inadequate drainage system. Not merely the consequences of 3 years under a Johnson Sakaja administration. Hayo anasema hivyo, na anasema kwamba ni kitu ya miaka mingi ya hiyo structure za mji wa Nairobi. So yeye anaungana na Sakaja kusema ya kwamba hizo ni vitu zinakuanga. Yaani pesa zetu zizidi kukulwa zikuange tu. Ayonsi wao chana watu wa Roma tumoko musini ni peana tole. Eje Nensoko TV, uboroso bumugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities, and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571, au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucacirimo ugakweba ebetri uregene cinga kichonsi ebenga kieriberera gusenga kiyobokendu tawe candika Autobat Kenya Limited no turegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia cinga kichonsi chibetri uratumie asigari yenke ebasi no nyaneli kurukuru. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako.
talia yoka ne betri yechinguru. Betri ya Autobot ni betri ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo betri haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo betri imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739 697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobot. Betri ni Autobot. Eye Nensoko TV. Oboroso bumugusi. Karibu nendo mwancho mureria imeye Nsoko timu rubiri netrobini asentunda ya gatone yo mwere kigima asemurubiria imambia yabone yegeteseni kya ukyabene gen Nsoko TV chapto jide Cameron getato na kianda iguriye chinsa isano chabona mambi twento kwana anere Isaac gose MC Omolo asenchira ere yabene tunarudi tena Isaac na kwa njia moja safi kabla tuendelee kuangalia mambo ya 10 point agenda tukirudi kidogo hiyo siku ya kutolewa kwa 10 point agenda kulikuwa na Rais William Ruto, kulikuwa na kiongozi Oburu Odinga na ulimsikia akisema lazima tufuate sheria ya kikatiba. Labda alikuwa anazungumzia sheria gani hizo ambazo sisi kama Wakenya alikuwa anatuelekeza Wakenya tuzifuate ambazo maybe hatujazifuata kulingana na kiongozi wa ODM Oburu Odinga? Oburu Odinga kwanza kitu ambaye aliongea ya maana zaidi ambayo hiyo hata nilimpatia tick ni hatuwezi compensate maisha. Hiyo na aliongea ukweli. Lakini maneno ya constitution akiongea katiba inafaa katiba, I think katiba ilikuwa anaongelea katiba zote. Kuna katiba ya chama, kuna katiba ya inchi, na kama yeye mwenyewe ndiye afuati katiba gani anataka sisi tufuate katiba kwa nini? Hajafuata katiba gani? Hajafuata katiba ya ODM. Kivipi? Kunao sheria vile katiba ya ODM iko. Vile unaweza toa mtu kwa kiti, lazima utengeneze ile kikao ya kuambia huyu mtu makosa gani amefanya. Ndio maana unataka kumtoa. Sifuna wakati walikuwa wanataka kumtoa, walifanya kitu kama hiyo? Wale wabunge ambaye Raila alikuwa anataka kufukuza kwa ODM wakati waliungana na Jubilee akina Aisha Jumwa, si kuna tribunion ambaye ilitengenezwa, wakaenda kwa hiyo tribunion wakajitetea wakaachwa. Je, Sifuna ambaye ni mtu ambaye amechaguliwa na NDC, sisi wananchi, hajakuwa appointed kama Oburu Oginga, kama Chia Lady Gladys Wanga na wengine wamekuwa appointed. Kuna tofauti ya elected na appointed. Kwa hiyo leadership ya ODM ni mtu mmoja sasa ndio amekuwa elected, ambaye ni nani? Sifuna. Au wengine ni appointed. Wote appointee anaweza fukuza aje elected person. So tunaambia Oburu, anza na nyumba yako kwanza, kuheshimu katiba ya nyumba yako, ndio ukuje utu lecture, utupatie kisomo ya kuheshimu nini? Katiba. Heshimu katiba yako kwanza. Ndio sisi pia tuheshimu nini? Katiba ambayo unasema. Wakati fulani ulizungumza kwamba ODM imeuzwa. Ni kweli? Wewe uone venye watu wameuza ODM? Na wewe kama wale kati ya wale watu wa NDC ya ODM, na Oburu alisema kwamba watafanya kazi na William Ruto, na je ikifika 2027 akubali kuendelea kufanya naye kazi kwenda mbele, mtaenda wapi sasa nyinyi? Kwanza
nataka kukuambia hivi ndugu yangu. Sasa tunajua kwa nini Sifuna alijaribiwa kutolewa kwa hiyo kiti. Tuliona juzi kitu ilifanyika. Hiyo ndio sababu Sifuna alikuwa anatolewa. Sababu Sifuna ndiye alipiga signature ya hizo 10 point agenda. Na baba alikuwa anaongelelea na akisema kila wakati ya kwamba baada ya mwaka hata kitu moja isipofanywa tutajiondoa. Juzi walijua vizuri wasipoondoa Sifuna hapo, akue hapo, Sifuna alikuwa anaenda kusema hata hakuna kitu moja imefanyika. So tuondoke. Kama nini? ODM. Unaona? So hiyo ndio kitu Oburu alikuwa na funga kwanza. Hakuna kitu yoyote ambaye imefanyika. Na ulisikia kitu Oburu alikuwa anasema pale. Eti hii ni kitu ambaye tulianza zamani. Kitu haikuanza zamani, ni sisi ndio tulianzisha tukifanya nini? Tukiandamana. Ambapo hata Oburu Oginga hakukuwa kwa hiyo maandamano. Watu walikuwa kwa hiyo maandamano. Na live about maandamano. Wakati tulianza Sufuria Movement, Raila alikuja na watu wangapi? 3 4 peke yake. Jivanji pale kuanzisha nini? Hiyo maandamano. Sifuna alikuwa, Babu Owino alikuwa, Jeremiah Kioni alikuwa, na Winnie Odinga. Hao wengine walikuwa wanasema ati Kasongo atawapiga risasi. Hawatakuja. Na wakukuja, hawakuonekana. Wakati tulikuwa tunapigwa risasi, ni mtu mmoja ama ni wawili ndio walijitokeza pale kwa parliament wakipigia polisi kelele ya kwamba msiue vijana. Babu Owino. Ni Babu Owino na nani? Na Sifuna. Hawa ndiye watu ambaye wameshika ile spirit ya baba. Spirit ya baba iko ndani yao watu wawili. So sisi tutaendelea kusikiza watu wawili, hatutasikiza hii story ya Bunwasi ya tunaambiwa ati hii kitu ilianza kitambo. Haikuanza kitambo kwa sababu ya wakati ya Nadiko report tukienda kumalizia kabisa siku ya leo. Establishment and the entrenchment of office of the leader of official opposition and the prime cabinet secretary. Prime cabinet secretary ilikuanga kwa Nadiko report yenye ilikuwa imeandikwa. Kuna official opposition na prime minister, not prime cabinet. Hapo wameandika prime cabinet secretary, the full nasoma full information report. Ile ambayo ilikuwa imeandikwa ilikuwa ya prime minister na official opposition leader. Sasa hizi mimi naona official position na prime cabinet secretary. Labda nini ilifanyika hapo katikati? Bana, hizi ndio yenye ni full implementation of the Nadiko report. Implementiwa wapi? Sasa ndio nakuuliza. Hizi vitu watuletee kwa nini tupige kura. Sasa mtu ambaye tulikuwa tunatakia official opposition leader amekufa. Nani sasa? Okay. Official opposition nani mulipea? Nani alipewa kulingana na Nadiko? Raila Amolo Odinga ndiye angechukua official opposition leader. Nadiko ilitolewa juzi, nani mulipea, nani walipewa official? Bwana, hakuna implementation yoyote ambayo imefanyika kwa hiyo kitu. Sio wamesema kuna hizi ni stories za Bunwasi, wachana na hii kitabu. Hii kitabu ni ya UDA. Hii kitabu ni story ya UDA. Hii kitabu si nini? Si 10 point agenda thing. Na hii imetokea wapi prime cabinet secretary? Bijimbo alikuja pale kwetu. Mimi ndio nilimleta. Jevas Bigambo. Mimi ndio nilimleta wakiwa nadhani na hiyo timu yake yote. Ili tuchambue maneno ya 10 point agenda. Hakuna kitu kama hiyo aliuliza. Yeye alikuja kukutuambia venye tunajaribu tu kuangalia venye tutalipa watu. Hiyo tu ndiye aliongelelea. Zile vitu Bigambo aliongelelea zote. Hakuna hata kitu moja ambayo iko kwa 10 point agenda. Zani anatuambia ati ni working what? Ati ni kitu bado inaendelea. Inaendelea wapi? Raila alipeana hii kitu imalizwe miaka so the establishment report imetoka ni kwamba Constitution of Kenya Amendment Bill ya 2024 contains provision of entrenchment of offices of the leader of official opposition and the prime cabinet secretary. Sisi tunataka sababu ni hiyo kitu kiangalia.
ikienda kwa bunge itapita, sababu wako wengi. Sisi tunataka hii kitu iletwe kwa wananchi. Sababu gani? Inaguza katiba. Wakileta kwa kwa wananchi ndio tuamue kama tunaitaka sasa ama tuitaki. Sababu watu ambao tunataka kuongeza hapa ni watu ambao wanaenda kukula pesa zetu bure na kuna kazi wanafanya. Niambie mtu kama Mudavadi ambaye ni prime cabinet hata kwao amefanya nini? Dakika zinaendelea kukimbia sana. Nataka nitakupea dakika zako za mwisho kabisa in general uonge maoni yako kuhusu inadiko report na hii report mzima ya 10 point agenda. Lakini kidogo tu nikuulize kwa zile vitu ambao wamesema wameafikisha ni kuajiri walimu 10,000 teachers recruitment in 2022. Sijui kama unakubaliana na hilo. Umeona walimu wakiajiri 10,000? Ndugu yangu, hata kama sija kujibu, I think swali yangu itakujibu. 100,000 not 10,000. 100,000 teachers. Ni 100,000, wanasema 100,000. But swali yangu kwako itakujibu. Uajiri walimu 1,100. Na watoto ambaye hao walimu wanaenda kusomesha bado wako kwa boma yao. Au walimu wanaenda kufanya kazi gani? Wanasema wanafunzi wameenda shuleni ama si mtu zangu. Au wanafunzi wameenda shule wote? Wamewajengea classrooms 3,000 and 1,600 laboratories under the construction mpya. Na 95% of scholarships zimepeanwa kwa wanafunzi ambao wameingia shuleni. Hiyo ni according ya mdo. Enda pale chini uone watoto wangapi ambao wajaenda shule. Watoto ni hapa kwa kijiji hapa tuko na watoto wengi ambao tunachangia pesa ili waende shule bado. Hawaja report. Alafu tunaambiwa 95% imereport. Sisi tunasema ni 20% imereport. Isaac, maoni yako ya mwisho kuhusu 10 point agenda na maybe the political state in Kenya? Maoni yangu ya mwisho kwa 10 point agenda ni hivi. Wakenya wenzangu, juzi tumeona William Samoei Ruto, rais wa Kenya, na ndugu yake mkubwa Daktari Oburu wakienda kutuchezea mchezo ya bunwasi pale KICC ya kwamba 10 point agenda ya baba Raila Amolo Odinga imekuwa implemented fully. Nataka kuambia wananchi ya kwamba hakuna hata kitu moja imefanyika kwa ile 10 point agenda ambaye baba Raila Amolo Odinga aliweka ili Kenya tuendelee mbele. Na nataka kuambia hivi, spirit ya baba Raila Amolo Odinga imebaki na kijana yetu mdogo Sifuna na Babu Owino. Naomba wananchi wote ambaye wako na ile roho walikuwa wanaamini Raila Amolo Odinga anawaongelelea, wafuate hawa vijana. Wafuate Babu Owino, wafuate Edwin Sifuna. Hao ndio vijana ambaye wamebaki wakitetea wananchi wa kawaida, wakiwa na akina James Orengo. James Orengo ni mtu wetu wa zamani, amekuwa akitetea watu kutoka zamani. Na hiyo tunamweko nayo. Lakini kwa sasa tunataka vijana waamke na Sifuna, Babu Owino. So ndugu yangu, mimi nawaambia hivi. Tulidanganywa na tutakubali kudanganywa. Tulishaambiwa ya kwamba wajinga wameisha Kenya. Na yenyewe wajinga wameisha Kenya. Kwa saa hii hatutakuwa wajinga tena. 2027 mimi nawaambia hivi. Senator Sifuna, kama utasimama president, sisi tutakusimamisha by force. Na kama una pesa tutakuchangia shilingi 10 ama 100 ili uende kufanya hiyo campaign. Nimemaliza. Nimemaliza. Acha tumalizie kabisa. Kuna mtu sana hapa ambaye amependa vile anachambua na nafikiri nitakumleta sana mfanye naye machambuzi. Sijui nikupangie wiki ijayo ama ile nyingine. Anasema kama we cannot play politics with the floods, we must agree that there are administrative gaps, but can't blame it in Johnson Sakaja Atuya Junior. Anasema hivyo.
Repeat. Amesema we cannot play politics with floods. We must agree that there are administrative gaps. But we can't blame it on Sakaja. Why? He is the leader. He is the head. Hapa kitu nitafanya he is the head. Ni kuwaleta siku moja na Tuya Junior. Mlete. Wewe nikuulize, director wako pale akikwambia simamisha, utasimama au utaendelea? Utasimama. Kama sasa hizo naambia nisimamishe. Haya, ni same na Sakaja akisema nataka hiyo mtaro ichimbwe. Si mimi ndio siende ameajiri huyo mtu. Nataka hiyo mtaro ichimbwe. Itachimbwa ama itachimbwa? Haya, sijui. Mlete. Asante sana Isaac Otieno Omolo MC Omolo kwa kufika. Na wewe ndio Secretary General wa Bunge la Mwananchi. Na vile unawania kiti ya MCA Embakasi Ward. Tunataka kutoa yule kijana wetu ndugu yangu Mugusi. Hakuna kitu ambaye hakuna kazi yoyote amefanya. Na siasa yake saa hii imeelekea UDA sana. Hatutaki watu wa UDA sasa. Tunataka ODM linda mwananchi ama tuunde chama yetu mpya. Kama hii tribunal itaenda mrama, tunaenda kuunda chama yetu. Tunakutakia mema sana na karibu tena siku nyingine. Tutakupangia na haya Tuya Junior mkwaruzane kidogo. Mlete kabisa. Na kuja na facts. Shida kamera ngetana ya chabdokire igore chinsa isano chabona mambe mwanchu mureria abuno wekero mwere mu gwetero bini goikalit ko yechumego cha tomanende togenda kwana mange itkoria anketo masago spekiagara somoro gwechiko sena abanyangongo no tokalime uchakira chinsa isano nesa togoika chinsa kumichamaro gaba nyoranga tukane Dominic Ondigi oyore mu rutiegi ata bwegoseriya ya hamatro horogongo rwa Afrikengi manene semeria ya abanyanyimo bari ba Kenya Defence Forces no akare studio tochiko kwana mangi ruima bwaye na mbaka buna bonega akumnyokerense ya Kenya samnyokayu hamatro nabo igonto kabwata Justin Mogoi umanyeke buna havieta monono sana oyore mu mnokiegi ata gwechibero chechi mitemia ya masa bone gargereti ochigwesana na mana team Kenya achikumnyokana mnyokebanigi ata na Ferdinand Omanyara na Mark Otieno abonsi rabakarema ya Soko TV kurwe seti mweriense ya Kenya bawuti kwa mangana mange anne chikosori cha mnyoko cho mwaka oyega o 2026 so machiko banga kare bangi shatse ngochelewo chesa ne timu ya Shabana FC e weekend lega sara ne Kiabu City Stadium wose Vietnam Stadium. Daniel Omwaga na Retariane gotakero mugasoro ngete machiko banga director Zak amona Joshua Nyuma bonsi badenge mega yemenyoncho kone kinga chibicha amona Mariogi agoikeire asenchera ere eyobo ikranu. Bye bye, Nyasai abenaye.